Usiku wa giza, nyuma ya maduka ya Kariakoo, Bakari alimuona paka mweusi akikohoa kwa maumivu. Ghafla, kutoka mdomoni mwake zikaanza kutoka noti za pesa. 10,000, 10,000. Macho ya paka yakawaka mekundu na sauti ya ajabu ikamwambia, tutakuwa pamoja. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii na niambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi leo. Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Jua lilikuwa linachomoza taratibu kwenye anga la Dar es Salaam, lakini kwa Bakari, kila mwanga wa jua ulikuwa kisu kinachochoma majeraha yake ya ndani. Aliwahi kuwa mfanyabiashara anayeheshimika sana Kariakoo. Maduka yake matatu ya jumla yalivuma kwa bei nafuu na huduma nzuri. Lakini yote hayo yaligeuka kuwa majivu baada ya Rashid, mshirika wake wa karibu kabisa, kumsaliti. Bakari alikuwa amemwamini Rashid kama ndugu. Walianza biashara wakiwa vijana wadogo, wakiwa wanabeba maboksi kutoka bandarini kwa mikono yao wenyewe. Walikula pamoja, walishirikiana siri, hata wakachangia fedha kwa familia zao wakati maisha yalipokuwa magumu. Lakini tamaa ni mnyama wa hatari. Rashid alitumia ujanja na nyaraka bandia kuhamishia mali zote za kampuni kwa jina lake peke yake. Kwa sekunde chache tu, Bakari aligeuka kutoka kuwa mtu mwenye heshima kuwa ombaomba. Wafanyakazi waliokuwa wakimuita boss walimgeuka. Benki zikafunga akaunti zake. Wateja wakaanza kumzunguka kama mnyama aliyeshindwa. Kila mtu aliamini maneno ya Rashid kwamba Bakari ndiye aliyekuwa mwizi aliyepoteza pesa za kampuni. Aibu hiyo ilimponda vibaya. Mke wake Asha alimuacha na watoto wao wawili kwa kisingizio cha kutafuta maisha bora. Alimuachia barua tu, Bakari, nilikupenda kwa moyo wangu wote, lakini siwezi kuishi na mwanaume aliyeshindwa. Watoto wanahitaji mustakabali bora. Samahani. Barua hiyo ilikuwa sumu. Usiku aliwahi kukaa kando ya bahari kuu ya Hindi, akiwaza kujitupa ndani, lakini yoga wa Mungu ulimzuia. Hivyo akaendelea kuishi, akiuza sigara moja moja mtaani, akilala kwenye chumba cha kupanga chenye ukuta uliojaa unyevunyevu. Lakini dunia haikumuacha. Kila alipopita mitaani, watu walimcheka. Yule ndiye Bakari aliyekula pesa za kampuni na kuanguka. Sauti hizo zilimfanya apige kelele moyoni mwake, lakini kimya chake kilificha moto mkali wa kisasi. Siku moja usiku, alipokuwa anarudi kutoka kwenye kibanda cha kuuza chai, alisikia sauti ndogo ya kilio nyuma ya maduka yaliyofungwa. Aliwasha tochi yake ndogo ya simu na kuona paka mweusi dhaifu akitetemeka. Macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Bakari alijaribu kumfukuza, lakini paka akamfuata. Kwa hasira, alitupa kipande cha mkate kilichobaki mfukoni mwake. Paka ala haraka, kisha ghafla akaanza kukohoa. Kila kikohozi kilituka kitu, lakini si chakula, bali noti za shilingi 10,000. Zilitoka zikisokotana kama zimekaa tumboni mwa paka kwa muda mrefu. Bakari alishangaa. Aliokota noti zile, akafikiria ni ndoto, lakini zilikuwa halisi, mpya kabisa. Paka alimwangalia moja kwa moja machoni na kutoa miliao ya ajabu, kana kwamba anasema, tutakuwa pamoja. Usiku ule Bakari hakulala. Aliweka paka yule kwenye boksi dogo, akamlisha tena, na kila alipomlisha paka alitoa pesa. Machozi yalimbubujika. Je, huu ulikuwa muujiza kutoka kwa Mungu au karibia la shetani? Wiki chache zilipita. Bakari akawa na pesa za kutosha kukodi duka dogo, kununua bidhaa na kuanza upya. Alihakikisha mtu yoyote ajui siri ya paka. Alimficha kwenye chumba chake, na kila usiku paka alitoa noti mpya. Kidogo kidogo jina la Bakari likaanza kurudi mitaani. Wateja walipenda uaminifu wake na bei zake nafuu. Lakini mara hii alikuwa kimya, hata kimarafiki wala washirika. Alijua kosa alilofanya awali, kumwamini Rashid. Lakini moyoni, kila hatua aliyopiga, kila duka alilofungua tena,
lilikuwa si kwa ajili ya maisha bora tu, bali kwa ajili ya lipiza kisasi. Aliawa kwamba Rashid ataanguka hadharani na kila mtu ataona ukweli. Hata hivyo, Bakari alianza kugundua jambo la ajabu. Kila alipokusanya pesa kutoka kwa paka, ndoto zake usiku zilikuwa za kutisha. Alimuona Rashid akilia damu, mke wake Asha akimlaani na watoto wake wakimuita muuaji. Mara nyingine aliona majeneza, mara nyingine aliona moto. Alipoamka, pesa zilikuwa pale pale. Labda ni nafsi yangu tu inanisumbua, alijisemea, lakini ndani kabisa alihisi kuna gharama ya siri anayoipata kwa kutumia pesa hizo. Miezi 6 baadaye, Bakari alikuwa amepanua tena biashara zake. Duka kubwa jipya lilifunguliwa na watu walishangaa kuona jinsi alijopona haraka kutoka makosa ya zamani. Rashid aliyekuwa amelewa kwenye ushawishi wa utajiri alisikia habari hizo. Siku moja alifika kwenye duka jipya la Bakari akijifanya mteja. Walipokutana macho, muda ulisimama. Rashid akatabasamu kwa kejeli. "Bakari, nilidhani wewe umekufa mtaani, kumbe bado unapiga mbizi." Bakari akamwangalia kwa macho baridi. "Hata bahari inapotupa mawimbi, bahari bado ibaki. Usifikiri bado umeshinda." Maneno hayo yalimgusa Rashid kwa mashangao, lakini alicheka na kuondoka. Bakari alijua huu ulikuwa mwanzo wa mapambano makali. Usiku ule, paka alimletea pesa nyingi zaidi kuliko kawaida. Lakini wakati Bakari akizihesabu, ghafla paka alitoa sauti nzito isiyo ya kawaida. Macho yake yakawaka moto na mwili wake ukaanza kutetemeka. Kisha paka alimwangalia Bakari na kusema kwa sauti ya kibinadamu nzito na ya kutisha, "Kiasi cha kisasi unachokitafuta ndicho kitakachokula roho yako." Bakari akatupa noti chini, moyo ukipiga kwa hofu. Je, alikuwa anashirikiana na nguvu za giza au ni ndoto ya uchovu? Lakini kabla hajajibu, paka akatoweka gizani, akibaki na noti zilizotawanyika sakalani. Bakari hajui kama ana nguvu ya kweli mikononi mwake au ameingia kwenye mtego wa maangamizi. Bakari alikaa kimya usiku mzima. Noti zilizoanguka sakafuni zilionekana kama zimepakwa damu machoni pake. Maneno ya paka yalikuwa yakimrudia kichwani. "Kiasi cha kisasi unachokitafuta ndicho kitakachokula roho yako." Alijaribu kujiambia kuwa ni ndoto tu, labda kutokana na uchovu wa biashara na mawazo ya kisasi, lakini ndani kabisa ya moyo wake alihisi hofu isiyoelezeka. Asubuhi ilipofika, aliendelea na shughuli zake. Wateja walizidi kumiminika dukani. Wengine walimshangaa kwa jinsi alivyopona haraka kiuchumi, wakibishana kimya kimya. "Mbona yule Bakari anaonekana tajiri kuliko awali? Si tulidhani alifilisika? Labda alishinda bahati nasibu, au kuna nguvu za siri nyuma yake." Maneno haya hayakumgusa. Kila shilingi aliyokuwa akipata kutoka kwa paka alihisi kama silaha mpya ya kumshambulia Rashid. Rashid naye alianza kugundua kuwa jina lake lilikuwa linatetemeka tena. Alipoona duka jipya la Bakari linafanana na lile alilolipora zamani, alihisi kama kivuli cha aibu kinamfuata. Wateja wachache walianza kumhama na kwenda kwa Bakari. "Vipi kama Bakari anataka kulipiza kisasi?" aliwaza. Lakini akajipa moyo. "Haiwezekani. Mimi ndiye ninayemiliki kila kitu. Mimi ndiye tajiri. Yeye hana nguvu ya kunipindua." Hata hivyo, moyoni mwake kulikuwa na uoga. Usiku mwingine paka alirudi. Safari hii hakuzungumza, bali alitoa noti nyingi zaidi ya kawaida. Bakari alipiga magoti mbele ya paka akisema, "Sitaki tena hofu. Nipe nguvu. Nipe mali. Nataka Rashid aanguke mbele ya macho ya kila mtu. Sitapumua mpaka nimshushe chini." Paka alimtazama kimya.
macho yake mekundu yakimetameta. Kisha akalamba mkono wa Bakari, na mahali palipolambwa palihisi moto unaowaka. Bakari alijua ameingia kwenye agano la ajabu, japo hakulielewa kikamilifu. Siku chache baadaye, Bakari alifanya jambo la kushangaza. Alinunua hisa nyingi kwa jina jipya, akijificha kama mwekezaji kutoka nchi jirani. Pole pole, alianza kununua biashara ndogo yaliyokuwa yakitegemea kampuni kuu ya Rashid. Ndani ya miezi michache, biashara za Rashid zikaanza kuporomoka. Vifaa havikupatikana tena, wasambazaji wakakimbia, na mikopo benki ikakuwa mizito. Rashid alianza kushangaa ni nani anayemnyenyemelea. Ni lazima kuna mtu ananifuata, alijisemea. Uso wake umejaa hofu. Wakati huo huo, Bakari alianza kuona mabadiliko ya ajabu. Kila alipochukua pesa kutoka kwa Paka, uso wake ulionekana kuzeeka zaidi. Nywele nyeupe zilianza kutokeza mapema. Alipojiangalia kwenye kioo, macho yake yalikuwa mekundu kidogo, sawa na yale ya Paka. Marafiki wachache waliobaki walimwambia, "Bakari, unaonekana umechoka sana siku hizi. Uko sawa kweli?" Lakini yeye alijibu kwa tabasamu la kujifanya, "Mambo mazuri huwa na gharama yake, usijali." Ndani yake alijua kuwa anabadilika, lakini tamaa ya kulipiza kisasi ilikuwa inamfanya apuuze kila onyo. Siku moja, walikutana uso kwa uso kwenye mnada wa ardhi. Bakari, akijificha kwa jina jipya, alikuwa ameshinda badhia kubwa. Rashid alipogundua kwamba ardhi aliyotaka imechukuliwa na mwekezaji asiyejulikana, alikasirika sana. Wakati anaondoka, Bakari alimsogelea kwa siri na kusema kwa sauti ya chini, "Rashid, kumbuka nilivyokuonya, bahari haifi." Rashid aliteremka. Kwa mara ya kwanza, alihisi kweli kuwa Bakari amerejea kwa ajili ya kisasi. Usiku ule Bakari aliporudi nyumbani, Paka alikuwepo tena. Safari hii, alizunguka chumba, akimwangalia kwa macho mali. Halafu, akasema kwa sauti nzito zaidi, "Kila hatua ya kisasi unayopiga, nafsi yako inapotea kipande kwa kipande. Je, utamwangamiza Rashid na kuangamia wewe pia? Au utasamehe na kuishi?" Bakari aligura kwa hasira, "Mimi sitasamehe. Mimi sitakoma. Rashid lazima alipe kila kitu." Paka alicheka kwa sauti isiyo ya kawaida, ikitikisa kuta za chumba. Kisha akamwaga noti nyingi sana sakafuni, zaidi ya Bakari alivyokuwa anapata hapo awali. Lakini kati ya noti hizo kulikuwa na kitu cha ajabu. Picha ya mkewe Asha na watoto wake ikiwa imechorwa na damu. Bakari alipigwa na butwaa. Aliokota karatasi ile kwa mikono ikitetemeka. "Hii inamaanisha nini?" aliuliza kwa hofu. Paka hakujibu. Alitoweka kwenye giza, akibaki tu harufu ya ajabu na noti zilizosambaa sakafuni. Bakari aliketi sakafuni, macho yake yakiwa yamejaa machozi na hasira. Aliishika picha ile mikononi, akijiuliza, "Je, paka huyu anataka nini? Je, familia yangu iko hatarini? Au hii ni ishara kuwa kisasi changu kitawagharimu?" Sauti ya upepo nje ilionekana kama minong'ono ya sauti nyingi, zikimwambia, "Chagua, chagua." Bakari alihisi kama dunia yote inazunguka, moyo wake ukipiga kwa hasi. Kwa mara ya kwanza, kisasi kilianza kumwogopesha. Lakini bado, ndani kabisa, hasira yake ilisema wazi, hata kama dunia itateketea, Rashid lazima aanguke. Je,
Bakari ataendelea kutumia nguvu za paka kuangusha Rashid, hata kama familia yake na nafsi yake ziko hatarini? Au ataamua kuacha kabla ya kupoteza kila kitu? Usiku ulipita taratibu, lakini kwa Bakari usingizi haukuwepo. Kila akifumba macho, alikuwa anaona sura ya Asha na watoto wake wakiita kwa sauti za mbali, "Baba, urudi nyumbani, acha pesa hizo." Alipoamka, macho yake yalikuwa mekundu, kichwa kikimuuma. Alijaribu kupuuza ndoto hizo, lakini picha ya damu iliyoonyesha uso wa familia yake ilimtesa zaidi. Alihisi kama kuna kitu kinamtahadharisha, lakini moyo wake ulikuwa umeshikiliwa na tamaa ya kisasi. Alienda dukani mapema asubuhi, lakini mara tu alipofika, alikuta kundi la watu limejaa nje. Mlinzi wake Juma alikuwa akitetemeka. "Boss, kuna taarifa mbaya. Kampuni ya Rashid imepata ajali ya moto usiku. Magazeti yote yameandika. Wamepoteza ghala lao lote la bidhaa." Bakari alisimama kimya. Ndani ya moyo wake, sehemu moja ilifurahia, lakini nyingine ilitetemeka kwa oga. Alijiuliza, je, ni mimi nilisababisha? Au ni nguvu za paka? Hakuongea chochote. Aliingia ofisini, akafunga mlango, akachukua paketi ya sigara, akavuta moja kwa haraka. Ndani ya moshi ule, alihisi sauti ya ajabu ikimnongoneza, "Kisasi kinaanza kufanikiwa Bakari. Endelea." Alishtuka. Alizunguka haraka, lakini hakuona mtu. Siku zikaendelea. Habari za kuanguka kwa Rashidi zikazidi kuenea. Benki zikakata mikopo yake. Wafanyakazi wakakimbia, na hatimaye Rashidi akawa analala nyumbani kwake peke yake, akitumia muda mwingi kulia na kulalamika. Lakini Bakari hakupata amani. Kila usiku alikuwa anaona ndoto mpya. Mara anaota Rashidi akimuomba msamaha akiwa analia damu. Mara anaota paka akimvuta mkono kuelekea shimo la moto. Kila asubuhi alipoamka, aliona alama ndogo za kuchoma kwenye mikono yake, kama mtu alegusa kitu cha moto. "Hii si kawaida tena," alijisemea. "Lakini siwezi kurudi nyuma. Nimeshafika mbali." Alipoenda kumlisha paka siku iliyofuata, aligundua kitu cha ajabu. Paka yule hakutaka kula chakula chochote. Alimwangalia kwa macho mekundu, kisha akasema tena kwa sauti nzito, "Damu unatakiwa Bakari, si chakula tena." Bakari akatetemeka. "Damu ya nani?" aliuliza. Paka akamwangalia kimya, kisha akageuka na kutoweka ndani ya kivuli. Bakari alibaki amesimama, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Alijua maana ya maneno hayo. Nguvu hii haikuwa ya bure. Siku chache baadaye, Rashidi alijaribu kuwasiliana na Bakari kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Alimtumia ujumbe mfupi, "Bakari, tafadhali tukutane. Nataka kuomba msamaha. Maisha yamenigeuka." Bakari alikaa kimya akitazama ujumbe ule kwa muda mrefu. Upande mmoja wa moyo wake ulitaka kwenda, lakini upande wa giza ulisema, "Msamaha? Baada ya kila kitu alichokufanyia, mwache ateseke." Lakini usiku ule, ndoto nyingine ilimjia. Aliota akiwa katikati ya moto, paka akiwa upande mmoja na Asha akiwa upande mwingine akilia. Asha alisema kwa sauti nyororo lakini yenye uchungu, "Bakari, kisasi hakitaleta amani. Tazama unavyopotea." Alipoamka, macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Kwa mara ya kwanza, Bakari alihisi anatamani kuomba msamaha. Si kwa Rashidi, bali kwa nafsi yake mwenyewe. Alikaa kimya kwa dakika kadhaa, kisha akaamua, "Nitakutana naye. Lakini kama ni mtego,
basi nitajua ukweli wa kila kitu leo. Walipokutana katika hoteli ndogo ya zamani walikokuwa wakienda miaka ya Yuna, hewa ilikuwa nzito. Mvua ilinyesha taratibu, ikigonga vioo vya dirisha. Rashidi alikuwa dhaifu, amekonda, macho yamezama ndani. Bakari aliongea kwa sauti ya kutetemeka. Nimekosea sana. Nilitawaliwa na tamaa. Nilidhani mali itanifanya niwe salama, lakini kila kitu kimepotea. Naomba unisamehe. Bakari alimwangalia kimya. Moyoni mwake kulikuwa na vita kubwa. Sehemu moja ilitaka kumsamehe, nyingine ililia kwa hasira. Rashid, alisema kwa sauti ya chini, unasema unasamehewa, lakini je, ulijua nililala barabarani? Nililia usiku na mchana. Nilipoteza kila kitu, hata familia yangu. Rashidi alilia, akainama chini. Ndiyo najua, na inaniumiza. Tafadhali Bakari, nimepoteza kila kitu. Naomba tu urudishe amani. Bakari alihisi kitu kikubwa kikipanda moyoni mwake. Macho yake yalianza kubadilika, yakionekana mekundu. Paka alionekana ghafla pembeni ya dirisha, akiwa amekaa akimwangalia. Sauti ndani ya kichwa cha Bakari ikasema kwa ukali, huyu ndiye aliyeharibu maisha yako. Sasa chukua kisasi. Bakari alishika kichwa chake kwa maumivu makali, kana kwamba kuna nguvu mbili zinagombania akili yake. Rashidi alimsogelea akijaribu kumgusa mkono. Na, Bakari, tafadhali. Lakini kabla hajamaliza, taa zote zikaflika. Upepo mkali ukavuma ndani ya chumba na dirisha likapasuka. Paka akapiga kelele ya kutisha na giza zito likafunika kila kitu. Bakari palipofumbua macho, alijikuta peke yake ndani ya chumba kilichojaa moshi. Rashidi alikuwa ametoweka. Hakuna damu, hakuna mwili, hakuna dalili ya mtu yote. Lakini ukutani kulikuwa kumeandikwa kwa damu, kisasi kimekamilika. Sasa ni zamu yako. Bakari akatetemeka, akishindwa kuelewa maana yake. Je, Rashidi ameuliwa? Na kama ni hivyo, nani aliyefanya? Paka alikuwepo tena kwenye kona, macho yake yakinyaa, na sauti yake kasikika, mkataba haujamalizika, damu inatakiwa. Bakari akapiga kelele kwa uchungu. Ulimwengu wake wote ukaanza kuanguka. Bakari alitazama maandishi yale ya damu ukutani, macho yake yakitetemeka, paka akimwangalia kimya kwenye kona ya chumba. Sauti ikamnong'oneza tena, lakini safari hii haikuwa sauti ya paka tena. Lakini swali linabaki. Je, kweli kisasi kilitoka kwa Bakari au kulikuwa na kitu kingine zaidi kilichofichwa? Bakari alikaa kimya muda mrefu, akitazama maandishi ya damu ukutani. Kisasi kimekamilika. Sasa ni zamu yako. Mikono yake ilitetemeka. Chumba kilionekana kuzunguka. Akajikuta akilia bila machozi. Zamu yangu? Inamaanisha nini hii? Alichukua simu yake kupiga polisi, lakini kila mara alipoweka namba, simu ilizima yenyewe. Akatoka nje haraka, lakini mvua ilikuwa inanyesha kwa nguvu ajabu, kana kwamba dunia nzima inalia. Alikimbia kuelekea nyumbani, nguo zikimwambatana kwa mvua. Alipofika, milango yote ya nyumba yake ilikuwa wazi. Alipoingia ndani, kila kitu kilikuwa kimetawanyika. Noti za pesa zikiwa zimetapakaa sakafuni, zikifumuka kama zimewaka moto. Na pale katikati ya chumba, alimuona paka wake. Lakini sasa, paka hakuwa yule wa zamani. Mwili wake ulikuwa mkubwa, macho yake yakimetameta kwa moto, na sauti yake ilikuwa nzito kama mtu mzima.
Umechagua njia ya damu, Bakari. Paka alisema. Ulikataa msamaha, ukachagua kisasi. Sasa ulipie. Bakari alirudi nyuma akitetemeka. Mimi sikukusudia kumdhuru. Nilitaka tu arudi kama nilivyopoteza. Paka akacheka kwa sauti ya kuzomea. Ulimlisha tamaa yangu kwa kila noti uliochukua. Kila pesa niliyoitoa ilikuwa damu ya nafsi yako. Rashidi amekufa kwa mikono ya giza uliochochea mwenyewe. Bakari akapiga magoti, akalia kwa uchungu. Sikutaka afe. Nilikuwa na hasira tu. Sikutaka afe. Paka akamsogelea, macho yake yakitoa mwanga mkali wa damu. Kila roho ya kisasi inahitaji malipo. Wakati wako umefika. Ghafla, sauti ya mlango ilisikika. Mtu aliingia akiwa amefunika mwili kwa shuka. Bakari alipogeuka, macho yake aliona kitu kisichotarajiwa. Ilikuwa Asha, mke wake wa zamani. Alikuwa amevaa mavazi meusi, uso umekonda, macho yamejaa machozi. Bakari alisema kwa sauti ya huzuni, nimekuwa nikikuona kila usiku kwenye ndoto. Umefungwa na nguvu ambazo huwezi kudhibiti. Bakari alishtuka. Una maana gani? Ulikuwa wapi? Nilifikiri umeondoka kabisa. Asha akamkaribia taratibu, machozi yakimtoka. Niliondoka kwa sababu nilihisi giza likikufuata. Lakini sasa nimejua ukweli. Yule paka si wanyama. Ni kivuli cha mtu uliyetaka kuwa. Kivuli changu? Ndiyo, Asha kaendelea. Wakati ulipopoteza kila kitu na ukaanza kulia baharini, ulitoa ahadi kwa sauti. Nitafanya chochote kupata nguvu na kulipiza kisasi. Wakati huo, ulifungua mlango kwa nguvu za giza. Paka yule si wanyama, ni roho ya tamaa na kisasi chako mwenyewe. Bakari alibaki ameduaa. Kila kitu kilianza kumjia akilini kama kumbukumbu zilizokuwa zimefichwa. Sauti aliyoisikia msiku ule kando ya bahari, upepo uliozunguka, na macho mekundu yaliyong'aa gizani. Kwa hiyo, kila pesa niliyopata ilitoka kwa roho yako. Asha alimjibu kwa upole. Kila unavyolipiza kisasi, unajiuza kipande kimoja zaidi. Bakari akaanguka chini, machozi yakimtiririka. Nimekosea, nimepotea. Lakini kabla hajamaliza kuongea, paka alianza kukua zaidi. Sasa akawa mkubwa kama mtu mzima. Sauti yake ilitikisa nyumba nzima. Hamtanizuia. Tamaa ni ya milele. Ilisikika sauti yake ikipotea pole pole. Bakari aliamuka akiwa amelala sakafuni, jua likiwa linachomoa dirishani. Paka alikuwa tametoweka kabisa. Noti zote sakafuni zilikuwa zimegeuka kuwa majivu. Asha alikuwa akikaa kando yake, akimshika mkono. Umefanikiwa, alisema kwa sauti ya upole. Giza limeondoka. Bakari alitazama nje, ndege walikuwa wakiimba, na upepo mdogo ulipuuliza hewa safi ya asubuhi. Na Rashidi? Aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Asha akatabasamu kidogo. Habari za leo asubuhi zimesema mtu aliyedhaniwa kufa kwenye moto alipatikana hospitalini akiwa hai. Amejeruhiwa lakini anaishi. Bakari akashika kichwa kwa mashangao. Kwa hiyo hakufa? La, Asha akasema. Na sasa unayo nafasi ya kweli ya msamaha. Miezi michache baadaye, Bakari alitembelea hospitali mahala pa kulipomlaza Rashid. Walipokutana, walitazamana kimya muda mrefu. Macho ya Rashid yalikuwa yamejaa aibu, na ya Bakari yalikuwa na amani ya kweli. Nilikuuma, lakini bado upo hapa, Rashid alisema.
Nilijifunza kitu. Kisasi huleta maumivu yasiyoisha. Msamaha ndiyo njia ya uhuru. Walikumbatiana kimya, machozi yakitiririka. Siku chache baadaye, Bakari alienda kando ya bahari, pale pale alipowahi kulia miaka iliyopita. Alitupa majivu yale ya pesa yaliyobaki ndani ya maji, akasema, mali inaweza potea, urafiki unaweza vunjika, lakini amani ya moyo haifanani na chochote. Asha na watoto wao wawili walimfuata nyuma, akiwa na tabasamu. Jua lilikuwa linazama, likiangaza bahari kwa mwanga wa dhahabu. Bakari alitabasamu, akimshika mkono wa Asha. Hatimaye nimejifunza, alisema. Paka aliyetoa pesa hakuja kunipa utajiri, alikuja kunionyesha thamani ya roho. Kisasi kinaweza kukuponya kiburi, lakini hakitawahi kuponya roho. Msaada wa giza hauna bei ya chini. Gharama yake ni moyo wako. Na wakati mwingine, pesa inayotoka kwa njia isiyokuwa kawaida hubeba laana isiyoonekana. Simulizi yetu imefika mwisho. Lakini kabla hatujaagana, hebu tafakari kidogo. Tumeona safari ya Bakari, kutoka tamaa ya kisasi mpaka kujifunza nguvu ya msamaha. Tumejifunza kuwa mali inayotoka gizani haibebi baraka bali huzuni, na kwamba msamaha ndiyo dawa pekee ya roho iliyojeruhiwa. Lakini sasa nataka nikusikie wewe. Wewe umejifunza nini kutoka simulizi hili? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kusubscribe kwa simulizi zaidi kama hii, like video hii na ushare kwenye Facebook na TikTok, uwajulishe marafiki zako. Bye.